Sasa ndugu zangu, leo tuko eneo panaitwaje hapa? Hapa ni NSSF. Tuko eneo la NSSF Bwawani. Tuko tunadili na mgogoro wa Mama Bi Catherine ambao umedumu kwa miaka 12. Lakini sasa tumeshafikia mwafaka wa makubaliano kwamba hili eneo linapewa shirika la NSSF na eneo la Mama Bi Catherine anabaki na la kwake, ambayo mzee Njiu anakabidhi NSSF hili eneo lenye square mita 1852, si ndio? 85. Kwa maana hiyo sasa NSSF akishachukua hili, ina maana Bi Catherine anaendelea na eneo lake. Sasa mimi ninachokuelekeza Barnaba, NSSF anasubiri barua. Leo hii barua iandikwe NSSF. Government Movement Paper kwamba mmeridhia kutoa eneo lenye ukubwa wa square mita 1885. Barua ikifika NSSF, wao kesho wanakuja kulipokea eneo, ili huyu mama amesumbuka miaka 12 aendelee na maeneo yake, kwa sababu inawezekana amestaafu, anachelewa kujenga. Na haya mambo wakati mwingine anahitaji mahakamani. Nyie wazee mkishakaa, tunasaidiana. Huyu mama yetu apewe eneo lake alime, ajenge na aishi na wajukuu zake. Kwa hiyo sasa tunaenda kwa mzee Njiu. Sawa. Tupate kauli yake, pamoja kwamba anaumwa, sisi twende nyumbani kwake, tuonane na familia yake, tupate utaratibu wa kuandika na kujibu barua ya NSSF leo hii. Na sisi tumesema tunajadiliana, tunaenda site, tunamaliza mgogoro. Sasa unaona huyu mama miaka 12 anasota, anahangaika na umri sio wake, ni mawazo. Kila mtu apate cha kwake kilicho halali. Na nikushukuru sana Mheshimiwa Mwachumu, unafanya kazi nzuri na wazee wangu wa Kiluvya. Nimshukuru Mheshimiwa Das, kamati ya usalama. Sisi tunasema ni show, hakuna kucheka na yeyote. Twende kwa Njiu. Kwa maelezo tulionayo, ndugu yangu Barnaba ndo msimamizi wa eneo la mzee Njiu la family. Kwa hiyo tukaenda tukaliona eneo hilo ambalo NSSF anapewa square mita 1885. Tumeliona ni eneo kweli na tumeona mipaka inapokomea NSSF. Sasa tukasema sasa tuje tujiridhishe, tupate kauli ya baba Njiu au mama Njiu, ili sasa NSSF muweze kuwajibu barua walioandika kwamba sisi tumeamua kutoa eneo la square mita 1885 kufidia eneo la juu la Bi Catherine. NSSF akishapata ile barua, kesho wanakuja kuchukua lile eneo na kuongeza mpaka yao ile, ili yule mama sasa naye amestaafu kama wewe aweze kujenga eneo lake. Hilo ndio limetuleta mama. Mama pole sana, unajua mambo ya migogoro ya mashamba huwa haishi. Baba alikuwa anakuambia anaenda kwenye vihamba, kila saa anaenda kwenye vihamba. Ananyosha hapa leo, kesho pale, kesho kutwa pale. Kwa hiyo pole sana kwa hiyo iliyotokea. Maadamu wote tumekaa pamoja hapa, na kweli baba anaumwa, hata stroke, ana mwaka wa 3. Pole sana. Very serious. Walikuwa wanafahamu kama kuna mzee Fambo wakiambia Njiu alipokuwa Kichakaramu amepoa, yani hata kuongea hatamki neno likawa. Unajua kweli kuna Mungu. Kwa hiyo ni sawa. Shemeji alinibrief asubuhi, acha ni muda ananieleza kuna mama Catherine, tumalizane naye ili naye atulie, afanye mipango yake iliyodhamiria. Kwa hiyo mimi kwa niaba anakubali kwamba ile eneo lishuhudiwe. Sawa. Mama kabidhiwe. Asante. Barua tutaandika iende kwenye CCF. Ndio. Tutule jamani, umruhusu wa kulumbana tena. Kabisa mama. Hapana. Yaani hapa tulipo kwa kweli ni tunataka amani ya roho na mwili. Sio tena mawazo unalala unaota, amekuja tena hapa. Tunakubali. Tunaandika barua then iende huko. Sawa. Na shemeji anajua mipaka, yeye ndio kila kitu huko. Basi tunashukuru kwanza kwa kutupokea vizuri kwa ghafla. Tunatamani turudi siku nyingine na tuje tule mtori. Tule mtori hapa, tupige story. Utusimulie wewe ulipatapataje hivi na sisi.
Chimba visiki hapa. Hata mtoto by the way. Yeah. Okay. Chimba visiki. Karibuni sana kwa hapa ni nyumbani. Sawa. Kuna eneo zuri sana. Sana sana.